Mariam Nabatanzi sio mwanamke rahisi kumpata. Anaishi masaa mawili nje ya jiji la Kampala nchini Uganda, katika eneo la Mukono, kijiji cha Kasao. Tunampata Mariam pamoja na watoto wake. Mariam ana umri wa miaka 38 na amejaliwa watoto 44. Ndio, watoto 44, wote akiwa amewazaa mwenyewe. Nina watoto 44 na walio hai ni 39. Kati ya watoto hao, wasichana ni 15 na wavulana ni 23. Nilitaka kujua ni vipi aliamua kuzaa kuanzia mtoto wa kwanza hadi kufika nambari 44. Chankalubiriza nasoka nenzala abana babiri. Mwanzo nilipata pacha. Nikapata pacha mara ya pili na pacha mara ya 3. Nikafurahi kujua nimepata watoto 6 niliowataka. Halafu nikashika mimba tena na nikapata watoto 4 wengine kwa mpigo, na ikaendelea hivyo. Kwa sababu idadi hii ilikuwa kubwa, ilibidi anunue kitabu cha majina ya watoto ili asiwasahau, wengine wakipewa majina hata ya waigizaji wa filamu za Kinigeria, mkubwa zaidi akiwa na miaka 24 na mdogo akielekea miaka 2. Med Nakagwa, Jerias, Sharif, Eto, Arwa, Badi, Yevayola, Nashimbugwe, Caroline. Ila wepesi wake wa kushika ujauzito ukamfanya mumewe kumhepa hivi majuzi na kumwachia jukumu la kuwa mama na baba kwa watoto wake wote na kuwapa matamanio wanaume wengine kutaka kumuoa. Tata wa wana amanyage. Baba ya watoto hawa anaitwa Jimmy Kintu na watoto wote ni wa baba mmoja. Kubasisubira yo musajja Na wachunga mwenyewe, manake sidhani kuna mwanamume anaweza kuchunga watoto 38 ila mimi. Balabirira wabulanzo muchala anganze yabazala. Ni kweli watu walisema sitafurahi, lakini kama ni maamuzi ya Mungu kuwa nitapata mwanamume wa kuwachunga, basi ni sawa. Nogopade naye. Akawa anatiwa mdomoni, hususan na majirani na hata familia walioshangaa uwezo wake wa kujifungua watoto wengi ulitoka wapi, baadhi wakimeza mate wakitaka kuibiwa siri ya uwezo huo. Abasajja waditebabade bana Uganda. Kuna wanaume hata nje ya Uganda wanaotaka niwazalie watoto, lakini haiwi hivyo. Mimi sikuendea mwanamume mwingine kumwambia anizalishe. Japo hana kazi maalum anayofanya, mara kwa mara yeye huoka matofali anayouza kwa wajenzi na vibarua vya hapa na pale ili kuwasomesha wanawe wote, lakini bado haitoshi. Nabatandika kusoma naye bagobeddwa. Wote wanasoma shuleni, lakini walifukuzwa kwa sababu ya karo na bado sijapata hizo pesa za karo. Kama mzazi najaribu na walimu wanaelewa. Mara nyingine hata mwisho wa muhula huwa sijalipa karo na watoto wataanza muhula mpya nikiwa na deni ya shule. Cha muhimu ni kuwa wako shuleni na wanasoma. Katika shule moja iliyoko karibu na anakoishi watoto wake 15 wanaosomea hapo, huku wengine 8 katika shule nyingine, waliobaki wakitawanyika. Wataalamu wanasema inawezekana kwa mwanamke kuzaa kama alivyozaa Mariam, lakini kupinga kuhusu dhana potofu aliyojuzwa kuhusu upangaji uzazi. Nagezako kufamile nenema. Nilijaribu kutumia njia za kupanga uzazi, lakini hazikufaulu. Kila wakati nikizitumia haziendani sawa na mwili wangu. Nilienda kumwona daktari, akasema mwili wangu haufai kutumia njia za kupanga uzazi, na hivyo basi nikaendelea kuzaa. Familia yonna nenkita nenkivako. Watoto wote nimewafungua kwa njia ya sawa, lakini wa mwisho ndio nilifanywa upasuaji kwa sababu mtoto alikuwa kilo 7.5.
Chajio kikiwa tayari, mpishi wa leo anakisogeza chakula kutoka jikoni na kumletea kwa kazi ya kuwapakulia watoto wake wote. Ni kazi aliyoizoea na kuifanya na ustadi. Watoto wote wanasonga karibu ili wasisahaulike. Sufuria ikikwangurwa ili ukoko nao umfae mtoto mmoja. Wanasema kuwa kamwe hakuna ndovu anayeshindwa na pembe zake. Ndio imekuwa maisha ya Mariam kila pale anapopitia changamoto na watoto wake ambao sasa ni rafiki zake. Saida Swale, Citizen Nipashe, kutoka eneo la Kasao nchini Uganda.